Abujubujubujubuju. Sasa kwa nini mtu akikushika shavu unamwambia we na kuheshimu? You were watching Dilunga TV. Bwana, mambo vipi? Karibu kwenye The Breakdown. Hii ni exclusive interview na leo bwana nipo na Alisa Queen pamoja na baba yake. Kama kawaida kila simulizi ina nyota na sisi tunaidadavua, tunaichambua na kisha tunaiweka bayana. Dilunga TV, hii ndiyo kazi yetu. Bwana, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Moja kwa moja kwanza nianze na Alisa Queen. Mwanangu, mambo vipi? Poa. Umependeza. Asante. Nguo kakununulia nani hizo? Baba. Wewe kakununulia baba. Safi sana. Watu bwana Alisa wanakufahamu kama Alisa Queen. Lakini leo tunapenda kufahamu majina yako halisi. Lile jina ambalo unaandikiwa shuleni leo. Unalijua? Jina lako nani? Alisa Queen. Alisa Queen ndo tunalokufahamu. Kuna lile ambalo limeandikwa shuleni liloandikwa shuleni kwenye daftari lile, si unalijua lile? Lile linaitwaje? Alisa Kamala. Alisa Kamala. Kwa leo tumekufahamu kama Alisa Kamala. Sawa sawa. Alisa Kamala bwana, wewe upo darasa la ngapi? Nipo P-Unit. Shule gani unasoma? St. Mary. St. Mary School. Sawa sawa. Sasa Alisa, shuleni unapokuwa marafiki zako wanakuona kwenye TV, wakikuona huwa wanakwambiaje? Ananiambia naigiza vizuri. Unaigiza vizuri Mimi kuna scene moja nimeiona ukiwa na brother Steve. Akikushika shavu kuna kitu unamfanyia. Hebu ngoja na mimi nikushike shavu alafu nione utafanya. Abujubujubujubuju. Sasa kwa nini mtu akikushika shavu unamwambia we na kuheshimu? Kwa sababu nilifundishwa. Alikufundisha nani? Baba. Baba yako Sawa sawa, basi tuhamie kwa baba. Bwana baba, mambo vipi? Poa kabisa. Asante sana. Kwanza baba, tungependa kufahamu historia fupi kidogo ya Alisa. Kazaliwa wapi, mwaka gani na mpaka kufikia hapa? Alisa kazaliwa Ilala. Amana pale hospitali. Amana, yes, Ilala. Ndio, kazaliwa Ilala pale Amana. Ana miaka 6 sasa hivi nakatimiza mwezi huu, katimiza miaka 6. Ni juzi tu birthday yake imepita. Kwa hiyo ni mtoto mwenye maadili mazuri, mwenye maadili ya Kiislamu, mtoto mpole, mtulivu, alafu muelewa, na mtoto ambaye unaweza kumwambia unaweza ukamueleza ndani ya dakika fupi na akafanya. Ni msikivu. Yes. Sawa sawa. Kwa mara ya kwanza kabisa ulianzaje kukigundua kipaji cha mtoto wako? Kwa sababu kila ndoto ina simulizi yake. Kwa mara ya kwanza kabisa ulijuaje kwamba huyu Alisa mbona kama ana kitu hivi na anajua kuigiza? Niseme nilianza kumuona akiwa kwenye uongeaji wake. Maana Alisa ni muongeaji sana. Kwa hiyo nilipokuwa akifanya challenge zile za kuimba au unajua kuna vile vitu ambavyo anakuwa anaangalia kwenye TV. Akiviona baada ya kumaliza kuangalia kwenye TV anapenda kuvifanya. Umeona? Nakwambia baba, nimeona leo kuna mtu kaigiza kama mchawi mule, nimeona mchawi. Naweza kufanya kama yeye kufanya. Kumwambia hebu nifanyie. Kweli anafanya. Nadhani ndio umemuona wakati tunaingia hapa kwa anafanya. Kwa ni mtu ambaye anapenda sana kuigiza. Yes. Tumeona anaigiza na brother Steve katika ile movie ya Memkwa. Kabla tujafika kwenye Memkwa, kuna clip kwanza tuliona alikuwa anaigiza Steve na yule askari. Mchakato ulikuwaje mpaka akafanikiwa kwenda kuigiza katika ile clip? Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu nakumbuka sisi ndio tulianza kumtafuta Steve. Tulianza kumtafuta muda sana. Na pia kabla ya kuanza kumtafuta, Alisa ni mtu ambaye ana mapenzi sana na Steve pamoja na Ndaro. Ni watu ambao anawafuatilia sana, anaona sana, sababu Alisa mara nyingi anapenda sana kushinda na simu yangu. Kwa hiyo YouTube, TikTok, kote umwambie kitu. Kabla ya kumfahamu Steve alikuwa anamfuatilia kwanza kwenye. Alikuwa anawaona, anapenda vile anavyofanya, anavyochekesha. Kwa hiyo baada ya kuona akawa anakalili majina. Steve, unajua Steve hapo na Ndaro. Kwa hiyo watu ambao kaanza kabla ya kuwaona kaanza kuangalia kwenye TV. Yes, kwa hiyo watu ambao katengeneza mapenzi kabla hata ya kufanya nao kazi.
Ile kwenye gari kwa Ndaro na yule askari. Ile ya kwenye gari alikuwa ni Ndaro na Obama. Tulifanya mwaka ina miaka kama 2 sasa hivi kama sikosei. Ni muda. Kumbe ni ya muda sana. Ni ya muda sana na ile tulifanya nakumbuka kama sio mwaka juzi. Na ndio maana hata kwenye Memkwa wakati tunanili pale kumtafuta Steve ilikuwa changamoto kidogo, lakini nilipokuja kukumbuka kwamba tayari nishafanya kazi na Ndaro ikabidi nianzie huku. Kwa hiyo kwenda huku sasa ndio kama kanirahisishia. Kwa sababu Ndaro katika wasanii ambao wanamfahamu Alisa vizuri Ndaro. Sababu Ndaro kafika. Ndio mtu wa kwanza kufanya naye kazi. Yes. Sawa. Tunajua kwamba ni mwanafunzi lakini pia ana kipaji cha uigizaji. Ukiwa kama mzazi, mtoto anaweza kujigawa vipi huku kwenye kuigiza na huku kwenye masomo? Cha kwanza muda mwingi namtengea katika masomo na hata katika kuigiza tujabezi sana kwa sababu ukiangalia bado mdogo. Kwa hiyo muda wa masomo unakuwa ni mwingi zaidi kuliko muda wa kuigiza. Asubuhi anaenda shule, akitoka shule anahisi atoka saa 10. Kwa hiyo saa 10 akifika akipumzika kashamaliza kufanya homework, basi sisi ndo tunaanza kufanya kazi za sanaa. Na sio mara zote. Tunapanga siku na siku. Kama siku labda akiwa hajaenda shule, Jumamosi, Jumapili ndio muda ambao huwa tunatumia kufanyaje? Kushoot hivyo. Na unamshoot wewe mwenyewe mbali na hizi movie series ambazo anaigiza? Mbali na hizi movie ambazo anaigiza, content zote ambazo unazoziona katika page yake ni mimi ndio nahusika kuanzia kushoot, kuanzia kutengeneza content, kila kitu zote nahusika mimi. Nitarudi kwako, ngoja kuna vitu viwili vitatu tumuulize Alisa. Alisa, mara ya kwanza kabisa kukaa mbele ya kamera, hukuogopa? Sijaogopa. Hujaogopa kabisa wakati kuna watu kabisa watu wazima na wakirekodiwa kwenye simu wanaogopa. Wewe kwa nini uogope? Kwa sababu mimi ni mjanja. Kwa sababu wewe ni mjanja. Nampenda Zuchu. Unampenda Zuchu? Kwa nini unampenda Zuchu? Kwa sababu shoga yangu. Kwa sababu shoga yako. Na vipi, ana mawasiliano na Zuchu? Hapana, lakini ni mtu ambaye yani sio nisemaje, ni mtu ambaye ana mapenzi makubwa sana na Zuchu. Yani sasa unaona hapo radilia hapo. Yani mtu ambaye anatamani kumuona siku moja Zuchu. Sana sana, anatamani sana, na pia ni mtu ambaye anafuatilia nyimbo sana za Zuchu na kazi kadiri. Yani umndani ni nyimbo za Zuchu tu zimetawala. Kwa Alisa, mwambie chochote kuhusu Zuchu. Hakuna nyimbo ambayo haijui ya Zuchu mpya ambayo ni zamani mpya zote. Sawa. Hebu tuimbie. Zuchu sasa hivi anakusikia kupitia Dilunga TV. Na naamini akikusikia unaimba nyimbo yake tutakutagi pale na atakutafuta. Hebu tuimbie kwanza nyimbo ya Zuchu. Wewe hakibu mtukufu, naomba niuzishe kisi, na mleta mhalifu, alifanya moyo wendelisi. Huyu kanifanya mimi mekuwa mzembe, imekuwa nguvu sana hata tukutoka nje, na ukubwa wote bana naletea kalipete, sipokula tagombana eti hataki nikonde, nendo na wewe anina mmoja mpenzi nyendo na yoyo mambo ya kuchitisia ezi habibi habibi nakupenda mpaka nahisi baridi habibi nakupenda mpaka nahisi baridi habibi habibi nakupenda mpaka nahisi baridi habibi nakupenda mpaka nahisi baridi. Umetisha sana. Kwa mbili nyingine nyingine. Tupe nyingine. Nakusalimia kama una nafasi, kama una nafasi, itika jamani, mwenzako dia, napatwa na ukakasi, minaomba basi nitoe moyoni, maana silali hesabu 1 sifiki 3. Yani habili ya penzi nanipa
homa. Nasipata fadhali taniua mtoto wa watu. Kufichaga na siwezi kama nama na meno maana bara nikambie Kofi I love you. L-O-V I love you. L-O-V I love you. L-O-V I love you. Umetisha sana bwana, tukupigie bwana, tumpigie makofi bwana, kajitahidi sana. Mimi mwenyewe nyimbo hii sijui, lakini yeye kaijua kuimba. Bwana baba, kuna kitu kipya nimekiona hapa. Mbali na kuigiza, lakini nimeona mtoto pia ana kipaji cha kuimba, kwa sababu mahadhi ambayo kapita kwa watu ambao wanafahamu muziki wanajua kabisa hapa kuna kitu. Kwa hapa kuna vipaji vingi. Vipi kuhusiana pia na hili jambo la kuimba? Kuna mchakato wote ambao umeufanya? Yani sijui nisemeje, lakini binti yangu ni mtu ambaye anauelewa wa haraka sana. Alafu kingine ninachomkubali, kwanza lazima utambue kwamba hii ni talent alionayo. Yes. Na hajafundishwa. Anaweza kakisikiza kitu kwa muda, ndani ya muda mfupi kile kitu ambacho kakisikiliza akakuelezea chote. Unaelewa Na sio hapa tu, hata shuleni. Yaani sio katika sanaa peke yake. Hata shuleni pia anafanya vizuri. Ukiangalia mwezi uliopita Aisha katoka kuchukua mwanafunzi bora wa mwezi darasani kwao, St. Mary. Kwa hiyo kwanza napenda anachokifanya, alafu kingine na msupport kile anachokifanya, kwa sababu ni kitu kizuri na ni kitu ambacho hata yeye mwenyewe baadaye kinamnufaisha pia, na ndio maana naweza kufanya vile anavyotaka, yani unajua kwa hiyo sitachoka kuacha kumsupport binti yangu, kwa sababu kile anachokifanya fahamu. TikTok. Yes, TikTok ndio mtandao ambao umeongoza sana kwa kumfahamu Alisa. Yaani watu wengi wamemfahamu Alisa kupitia TikTok. Umeona na tulivyokuja kuanza kufungua nanilia Instagram, watu wakaendelea kumfahamu tena zaidi na zaidi. Yes. Sawa. Sasa tuje katika mchakato wenyewe, ambapo tuliona Alisa amepata nafasi ya kwenda kuigiza kwenye Memkwa School pale, na aliigiza vizuri kabisa. Tuelezee sasa ule mchakato wote ambao uliufanya mpaka Alisa akapata nafasi ya kwenda kuigiza katika Memkwa School. Kama nilivyosema, nilianza kwanza niliona ile tamthilia ya Memkwa ya kina Steve toka anaanza kutoka ile. Kwa tunaangalia, lakini sikuitilia manani sana, lakini kadri ninavyozidi kwenda kwa hicho kitu ni kama kina muendelezo. Na binti yangu anapenda kuigiza. Kwa nini nisimfanyie kitu na yeye akafanya kile kaonekana? Kwa sababu ukiangalia Steve ana fan page kubwa, ana wafuasi wengi, Ndalo ana wafuasi wengi, unajua kaona kwamba nikitafutia nafasi mule binti yangu akafanya kitu kikaonekana, najua kitamsogeza baadhi ya sehemu. Kwa hiyo nilihangaika, lakini nakumbuka Ndalo alisha kufanya kazi naye nyuma, lakini sikuwa na mawasiliano naye, unajua Kwa hiyo nikaanza kutafuta tena mawasiliano. Najua huwezi kukurupuka tu, unajua kila sehemu lazima kuwa kuna connection. Kwa hiyo nikaona connection ya kwanza ya kuanzia pale ni kwanza kumtafuta Ndaro. Yes, nashukuru Mungu nilimtafuta nikampata, nikapata paka location hapo na nilisubiri wanaweza kushoot, na kumbuka ilikuwa jioni. Sababu wameweza kushoot, nikaongea nao. Basi wakachukua namba yangu wasema watanipigia. Kumbuka nilikaa nyumbani kama wiki hivi. Ilikuwa saa 6 usiku kama sikosei siku hiyo. Naona namba nyingine inaingia. Napokea, nasikia sauti ya Steve. Unajua Steve sauti yake ni ile ile, haibadiliki. Yaani anavyoigiza ndivyo anavyo. Yaani ni mtu mwenye uhalisia sauti yake. Kwa hiyo nilipopokea nasikia sauti ya Steve, nikashtuka. Akasema Zari hili na mentali. Vipi Balisa, uko poa? Ngambia niko poa. Samahani bwana, nimekupigia simu usiku. Naomba asubuhi uje na mtoto tutashoot naye. Nilifurahi kwa kweli. Nilifurahi mno sana. Hivi ilikuwaje baada ya kupewa taarifa hiyo ukaja kumwambia Alisa? Mlijiandaa vipi mpaka kufika asubuhi? Kwanza tulipewa muda ulikuwa too late, saa 6 na saa 7. Nakumbuka tulikuwa tunaangalia tamthilia.
Baada ya kupiga ile simu mimi usema kwa kwanza nibaki na nikinishoka kama na butwa. Sababu sikutarajia kama anaweza akanitafuta Steve. Unajua yes, kwa sababu ukiangalia wasanii wengi ambao wanatamani kuigiza mule kwenye Memco, wanatamani kuonekana. Kwa hiyo mpaka tunapigiwa sisi nikasema kitu cha kipekee. Nilimshukuru Mungu, nikamweleza Alisa, akamwambia Alisa, Steve anataka uende kaigiza. Alifurahi huyo, akulala. Nakumbuka akulala. Ndio. Bwana Alisa ukulala Steve alikutafuta? Ndio. Wacha wewe. Unampenda sana Uncle Steve eh? Nataka niende nikamwone tena. Bwana Memco, Alisa anataka tena. Kazi mnayo, mjipange huko wakina Steve, wakina Ndalo, wakina wanani, Alisa anarudi. Tumalizie. Naam. Kwa ndo hivyo mpaka nafika asubuhi tunajipanga kwenda kushoot. Kumbuka kaoga, yani muda wote yuko na morali tu baada ya kusikia. Mpaka asubuhi nafika. Tunakumbuka tumelala, yeye ndio wa kwanza kuja kutuamsha. Anaona kama mnachelewa. Anaona kama vile tunachelewa. Kaja kutuamsha, kanywa chai, kutafuta usafiri. Mpaka tunafika kule. Na uzuri kumbe hata baadhi ya wasanii wenyewe kule wa Memco wanamfuatilia. Kwa watu walivyomuona, yani wao wenyewe kuna wengine walifurahi kumuona wao kuna baadhi ya wasanii wenyewe walikuwa wanatamani na yeye wafanye naye kitu. Ilikuwa ni wapi? Ilikuwa maeneo ya Mwenge kama sikosei. Naam. Nataka niende kwa Steve. Utaenda mwanangu. Utaenda, Uncle Steve anakusikia na mwambie tena, mwambie mbele ya kamera Uncle Steve. Nataka niende kama Uncle Steve nampenda. Basi Uncle Steve kakusikia, atakuita nami. Mwambie abuju mwambie. We nakuheshimu. Abuju. We nakuheshimu. Alafu nilishawahi kusikia Alisa kwamba hilo neno alikwambia Steve ndo ulifanye. Kweli? Ndio. Yeye ndo alikwambia ufanye hivyo? Niliigiza Ndalo. Mimi nampenda sana Steve. Ndalo, Kidege, Auntie Mary. Sasa kati ya Ndalo na Steve nani alokuambia hivyo abujubuju useme we na kuheshimu? Ndalo. Ni Ndalo. Sawa, tumalizie. Ilikuwa Mwenge umesema. Ilikuwa Mwenge, yes. Yes, na watu wanaenda kushoot pale. Sawa. Ni sini gani ambayo Alisa alipata sana changamoto wakati wa kuigiza? Kwanza lazima utambue Alisa ili afanye vizuri katika kuigiza ni lazima awe na mood. Ndio, morali. Kama hiyo unavyoona hapo sasa hivi. Alisa bwana ana vipengele vyake. Alisa akichoka utapata shida. Yaani atakuwa anafanya vitu kwa mwenyewe unaweza kushikwa na hasira. Kama hujamzoea. Kwa sasa lazima ufanye vitu ili mradi umrudishe katika morali. Ili kitoke kitu kizuri lazima awe na morali. Unaona? Na mara nyingi Alisa akitaka atengeneze kitu kitoke vizuri, yani ufanye naye kitu kitoke vizuri zaidi, kwanza umwekee mazingira ambayo yeye mwenyewe atakuwa free. Sawa? Kama labda akitaka kitu wakati huo, wewe hata kama wewe mpe tu. Unajua mpe tu ili mradi kukufurahisha, sababu unajua bado ni mtoto. Na vitu gani ambavyo anakuwa anataka wakati mnataka kufanya maigizo? Mara nyingi anapenda sana juice hizi, biskuti, pipi. Yes. Na pia anapenda yani kwa mfano kama unajua Alisa hata kwenye kuigiza anaita utoto ule. Kama unavyomuona. Unaweza kuona umempa sini, yeye akaacha sini akaanza kucheza tena. Si unaelewa? Kwa sababu inabidi wewe umfuatishe hivyo hivyo afu unakata unaendelea tena wewe unajua mpaka kinatokea kitu. Sawa. Yani taratibu. Yes. Kwa ni sini gani ambayo ilikuwa ngumu kidogo mpaka mkaja kuipata? Sini ambayo nakumbuka alikuwa na shoot na Ndaro. Ile ambayo katoka gym anaulizwa umetoka wapi? Katoka gym. Kutoka gym. Sasa ile kimvua kilikuwa kinanyesha. Kilikuwa kinanyesha ile mvua. Sasa ile bwana changamoto yake tulianza kushoot vizuri. Lakini sasa baadaye tumeanza kuigiza ndio kipengele kimefuatia cha Alisa sasa. Kwanza kushoot na Ndaro. Pale Alisa nilikuwa namtengeneza nguo. Sasa ile nguo kwenye kumtengeneza zip ikambana kidogo akasikia utamu. Tushaanza kushoot sasa ile maumivu. Mama yangu. Kilio. Alafu hapo muda ushaenda na ile mvua. Cha kwanza lazima aongee kwa punch kubwa ili hadi sauti isikike.
kuikata mvua, unajua alafu lazima aonekane kama ni mtu ambaye katoka gym kweli, kama ana sweat. Sasa akatiwa Alisa analia, kuigiza hataki, kila kitu anataka na ndio anahitajika. Mala lake lilikuwa soft kwa zito hapo, watu washachoka toka asubuhi tumekaa, alafu kimbaki vingine iko tucha kumalizia. Sawa. Kwa tukaanza kupata changamoto kumrudisha katika hali yake, yani kumpele morali. Kwa tutumia uongo mwingi, tutumia vitu vingi mpaka kuja kurudi. Ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa so mchezo. Yes, nashukuru Mungu lakini tulifanikisha salama. Ndio. Yes, na uzuri Ndalo anamuweza Alisa, bwana mfahamu vizuri. Yaani katika wasanii ambao wanamfahamu Alisa vizuri, yupo katika Alisa yupo saizi kwenye mudi hii, Alisa saizi kwenye mudi Ndalo. Sawa. Anamjua vizuri. Sawa. Yes. Ukiwa kama mzazi, kuna changamoto huwa zinatokea. Kuna baadhi ya watu wanaweza kusema huyu mbona mtoto alafu unampeleka katika maigizo, huyu mbona hivi, huyu unatakiwa aende shule sasa hivi. Unazikabili vipi changamoto hizo ukiwa kama mzazi, na je, ulishawahi kukutana nazo? Hizo changamoto nakupana nazo nyingi sana. Nyingi sana. Na pia kuna wengine, baadhi ya watu wamekuwa wametolea kashfa katika peji zangu za mitandao za Alisa. Wengine kufuta paka direct, unajua. Lakini mimi niseme tu kwamba mimi havinikatishi tamaa. Na hakuna mtu ambaye atatokea kunizuia kwamba hiki anachokifanya binti yangu asikifanye. Labda niwakumbushe tena nyuma, kulikuwa kuna watoto wengi ambao walikuwa wanafanya kama hivi anafanya Alisa. Lakini leo hii hawapo. Sawa? Na ukiangalia katika tasnia hii sasa hivi ya uigizaji, hakuna mtoto ambaye anafanya vizuri kuacha Alisa. Hakuna kabisa. Yaani hakuna. Unajua kwanza Alisa ni talent alonayo, kazaliwa nayo. Huyu umpi tu hivi from nowhere, umpi tu vitu akaiti afanye kwa sababu ili aonekane. Hiki ni kitu ambacho kazaliwa nacho special. Unaona? Kwa hiyo kulikuwa kuna watu na kulikuwa watu ambao wanafanya vizuri hapo nyuma. Lakini sasa hivi tayari hawapo katika hali ya utoto. Unajua washakuwa watu wazima. Kwa hiyo mfano labda kwa mfano kina Jennifer wale wanafanya kazi na Kanumba. Ndio. Wale tumewajua kupitia nani? Kanumba. Lakini sasa hivi tayari washakuwa watu wazima. Unajua Lakini ukiangalia sasa hivi katika tasnia ya uigizaji, hakuna mtoto ambaye anafanya vizuri kama Alisa. Kiacha kumzungumzia Alisa, hakuna. Na mimi nasema hii leo hii. Alisa hakuna wa kufanana naye. Alisa hakuna wa kufanana naye. Bwana, mmeisikia hiyo? Narudia tena. Alisa hakuna wa kufanana naye na hata tokea kabisa. Kwa sababu Alisa ni talent alozaliwa nayo. Sawa? Yaani hafundishwi. Yaani automatically utampa sini, bwana nataka tufanye hivi. Na uzuri Alisa unampa idea tu, umkadirishi maneno. Bwana Alisa hapa nataka ucheze kama mtoto fulani au hivi na hivi. Yeye anaongeza vitu vyake. Si unaelewa? Nadhani mwenyewe unaona. Nimeona. Kwa hiyo na wasii wazazi ambao wanaona watoto wao wana talent, wana kitu, alafu waendelea kukificha. Ukiona mtoto wako ana kipaji kama hiki, usisite kumsupport. Ukiona kama ni kipaji ambacho kinapendeza katika jamii, kinafurahiwa na wengi, msupport mwanao. Kwa sababu huwezi kujua kesho anakuja kwa nani. Mtengenezee mazingira mazuri ambayo hata yeye mwenyewe baadaye yanaweza akamfanya yakambeba. Unajua watu wengi wamekuwa wakikata tamaa na watu wengi wamekuwa wakinikatisha mitamaa. Kuna wengine wanakufuata, mtu gani unamfundisha vitu vya ajabu ajabu, huu ni muda wa shule unafanya hivi. Lakini Alisa ni mtu ambaye muda mwingi anautumia shuleni. Muda wa sanaa ni mchache sana. Unajua hapa hata ukiuliza masuala ya shule, Alisa yuko vizuri. Kwanza Alisa ni mtu ambaye anapenda sana kuongea Kiingereza. Ambacho ukifahamu. Anapenda sana kuongea Kiingereza. Na katika somo la darasani ambalo nalipenda sana ni somo la Kiingereza. Naona kwa hiyo mimi nawasihi wazazi ambao hawajua wapo wanaodhi yake, lakini wao wenyewe nashukuru sasa hivi wanaona mtoto anazidi kufanya vizuri. Unajua wao wenyewe wanakuwa wanajirudi. Wanaona kumbe hiki kitu gani. Sasa huwezi kujua kama hujatoa support. Na maana hata mimi nisingemsupport binti yangu leo hii, hata nyinyi msingemfahamu. Wao wenyewe wasingemuona. Na maana paka wanamuona mpaka nyinyi mnakuja, maana tayari mnaona Alisa na kitu na kinapendezesha katika nini? Katika jamii. Kwa hiyo mimi nawasihi tu na wale ambao wanapenda kutoa kashfa na maneno machafu katika mitandao kuhusu binti yangu, mimi naomba wasitoe, kwa sababu yale maneno yanakuwa yananiumiza. Yananiumiza mno.
sitakagi tu kuongea au kuwajibu, ila alikuwa ananiumiza mno nafsi yangu, kwa sababu huyu ni mtoto ndio kwanza na miaka 6. Kuna wengine wanakuambia huyo mtoto mtu mzima. Hakuna kitu ambacho kinakuwa kinanikata. Yani nikiona SMS kama ile mtu kanitumia, inakuwa nahisi maumivu, sababu ukiangalia unaona huyu ni mtu mzima. Kati anaonekana mtoto kabisa. Mtoto kabisa. Kila mtu mwingine akwambia mtoto mtu mzima huyo. Yani kuna maneno fulani wanakuwa wakiongea mpaka wanasema hawa vipi hawa? Yani kama hawana watoto, yani unajua ila tunahisi tu ni wivu. Unajua si kila mtu anaweza kufanya hiki anachofanya Alisa. Kwa hiyo wajue tu ni talent. Mimi naomba tu wazidi kutusupport. Wasimchukulie huyu kama mtu mzima, ni mtoto mdogo sana sana sana. Kwa ndio hivyo tu, mimi naomba wasupport watoto wanaoona kuna kipaji. Wasisite kwa support, sababu kesho na kesho kutwa kile alichofanya udogoni kama ni kitu kizuri, hata baadaye kinakuja kumsaidia, kinamuinua. Wapo watu ambao wamefanya toka udogoni, sasa hivi wana maendeleo mazuri kupitia kazi ya sanaa hii ambayo wao wanaikashifu, wanaidharau. Leo hii Alisa wapo wanamuona baada ya miaka 2-3 akiendelea hivi vizuri. Wao wenyewe sio huyu tena. Unaona? Yes, hivyo tu. Yes. Sawa. Unafikiri ni kwa nini watoto ambao wana talenti lakini baada ya muda fulani wanakuja wanazima ghafla, yani kama moto au kama inakuwaje? Tatizo ni nini unafikiri mpaka watoto wenye talenti au sanaa ya maigizo, mziki wanakuja ghafla binivu tu wamezima? Ni kwa sababu hawana muendelezo na kile wanachokifanya na support. Unajua kila kitu kinahitaji support na kila kitu kinahitaji nia na uthubutu. Ndio maana nakwambia tena, Alisa sio mtu wa kuigiza from nowhere. Alisa ni talent. Alisa hata ukitoka kumwamsha, hata muamshe hapa saa hizo usiku, Alisa fanya kitu fulani, anafanya. Si unaelewa? Mtofautishe na watu wengine. Alisa ni talent, kazaliwa nayo. Unaelewa? Hata akitoka kulala hapa, bwana Alisa fanya kitu fulani, tushuti tufanye hivi, Alisa anafanya. Unajua kinachowakwamisha watu wengi katika kuendelea ni ule muendelezo wa kukifanya kile anachokifanya. Kuna watu wengine wanapewa, bwana wote giza hivi. Sawa? Akishaigiza kikaonekana kile kitu, tayari naona kashamaliza. Sasa ukishamaliza, kuna vizazi na vizazi vingine vinachipukia, vinakuja. Kwa hiyo ukitulia, ukidelay, vile vizazi ambavyo vinachipukia huko chini vinakupita, utaonekana tena. Kwa sababu huna muendelezo na kile unachokifanya, na kila siku lazima uwe na kitu kipya ambacho kitawashawishi watu kuendelea kukufuatilia zaidi. Unajua hiko ndio kinachowakwamisha watu wengi sana. Ukiangalia kulikuwa kuna watoto wengi, lakini sasa hivi hawaonekani. Unajua na mimi niwaambie tu, yani kama mnafikiria Alisa hiki anachokifanya kitakuwa ni mwisho, basi tegemeeni mambo mengi na makubwa. Yani sio hapa tu, yani sasa hivi ndo kwanza moto umewaka. Kwanza moto unawaka. Yako madude makubwa tunayaachia. Kuna series nyingi zinakuja kwa ajili ya Alisa. Tegemeeni kazi nyingi sana kwa Alisa. Na imani wenyewe mtafurahi na mtamfurahia. Of course tunaomba support zenu. Msichoke kutusupport. Umsupport binti yangu kwa sababu ni ndoto yake. Hii anachokipigania ni maisha yake na ni ndoto yake. Alisa ukiangalia katika familia yetu, kama ni rahisi kuigiza, katika familia yetu sisi wote ni peke yake ndio anaigiza, ndio mambo. Ndio unajua kwamba sio kitu rahisi. Sasa hajaanzia kwenye ukoo, yeye ndo kaanza. Sawa? Kwa hiyo waelewe hivyo. Hivyo tu. Sasa kuna baadhi ya watu wanafanya biashara, wana makampuni na wanatamani wapate hawa watu kama wawe ambao wanaweza kuhamasisha katika kampuni zao, kupata wateja, kupata wafuasi. Vipi kwa upande wa Alisa, inapotokea kampuni au mtu mfanyabiashara mkubwa anataka kuwekeza ili aweze kumfanyia matangazo kwenye kampuni yake, kwa upande wake wewe kama baba yake unafanya hicho kitu? Yes, nafanya. Ikitokea nafanya. Ila kwanza Alisa ni mtu ambaye ana wafuasi wengi. Na ana wafuasi wa kila lika. Kuna watoto, kuna watu wazima, kuna vikongwe. Alisa anapendwa na wengi. Unajua? Na Alisa ana idadi kubwa ya fans. Sawa? Alisa kitu anachokifanya hata nje na watu wanakifanya vile vile. Sawa? Ukiangalia kuna siku nakumbuka tulikuwa tunaenda kushoot, ilikuwa maeneo kama ya Kinyerezi. Kuna nguo fulani alivaa Alisa
akiwa Memkwa niliona na nikasikia kwa masikio yangu kuna mtoto alikuwa anamlilia mama yake baada ya kumuona Alisa. Akamnunulia nguo kama ile nguo aliyokuwa kaivaa Alisa. Kama nakumbuka kwa kavaa nguo fulani kama ya gym. Ndio. Baada ya kumuona Alisa akawa anapiga kelele, Alisa. Mama namununulia nguo kama alizovaa Alisa. Nimemsikia kwa masikio yangu. Unajua kwa kumbe Alisa anaweza kukifanya kitu na watu nyuma wakakifuata. Unaelewa? Alisa ana wafuasi wengi, ana wapenzi wengi wanaomfuatilia na wanaompenda. Sawa TikTok, Instagram mpaka YouTube. Kwa ni mtu ambaye mwenye umaarufu mkubwa. Yes. Kwa hiyo kama itatokea kazi ya kufanya ya matangazo, yes, sisi tuko tayari kufanya vyovyote vile. Tangazo la aina yoyote ile, ili hali ambayo aliharibu maadili. Tunafanya. Na wakaribisha kabisa kwa moyo mkunjufu. Yes. Wafanyabiashara, huu ndio wakati wenu sasa. Tupo na Alisa Queen pamoja na baba yake. Ikiwa una matangazo aina yoyote, una biashara aina yoyote na unamhitaji Alisa aje kukuzia biashara yako, basi unaweza ukamfollow kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii. Tutajie kurasa za mitandao ya kijamii ambazo wanapatikana ili watu wa follow na ikiwezekana wakutafute kwa ajili ya matangazo mbalimbali ya biashara. Okay, katika page zetu za Instagram tunatumia Alisa Queen 1. Au sema Alisa_Queen 1. Alisa wako wengi lakini ukisearch Alisa Queen 1 anakuja kwanza kabisa. Yes. Pia katika TikTok anatumia Alisa Queen vile vile. ALLISA Alisa Queen unampata. Lakini pia tunaomba support yenu katika channel yetu ya YouTube. Usiache kusubscribe channel na kulike na comment. Tunaomba support yenu sana kwa sababu ndio kwanza tumefungua hivi karibuni kwa ajili ya kuposti baadhi ya vitu vyake. Kwa hiyo tunaomba support kubwa tuielekeze tena katika upande wa YouTube channel yetu kama mnavyotupa support katika mitandao ya TikTok, Instagram na Facebook. Kwa hiyo tunaomba pia mtu support katika YouTube channel ya binti yetu Alisa. Na YouTube anaitwa Alisa Queen. Yes, Alisa Queen. Vile vile ukiandika Alisa Queen unampata na kazi zake tushaachia kama 6 sasa hivi. Kwa hiyo tunaomba msubscribe channel yetu, mlike pia na mcomment kuweza kumsupport binti yetu kwa kile anachokifanya. Nadhani nyinyi wenyewe mnaona kitu kizuri. Kwa hiyo tunaomba jamani, ndugu wa Tanzania, mumsupport binti yangu. Ana ndoto ya kuigiza na yeye, ana ndoto ya kufika mbali. Kwa naombeni sana. Lakini pia kama unajua kuna wale waandaji wanaandaa movie, tamthilia, ukiona kama kuna sehemu ambayo Alisa anaweza kafiti, usisite kutucheki, kututafuta. Bwana, naona hisi kwenye kitu hiki anachokifanya Alisa kama anaingia au anafaa kufanya kitu, usisite kumpa kazi binti yangu ili naye afikie malengo ambayo anayoyataka. Yes, hivyo. Kwa kumalizia, kabla hatujafunga kipindi chetu, unamuona wapi binti yako ndani ya miaka 3, 4 mpaka 5 mbele? Namuona mbali sana. Mbali sana. Yaani mpaka hapa tulipofikia, kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hiki kipaji alichokishusha kwa binti yangu. Namshukuru sana. Lakini pia hata support niliyoipata kwa Steve na Ndalo kwa kweli ni kubwa, sio rahisi. Yaani Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu brother Steve. Kuna sehemu katusogeza. Nisiseme uongo, nisiwe mnafiki. Kuna sehemu katupush. Hata wale ambao walikuwa wamfuatilia Alisa walikuwa wanamchukulia poa. Nadhani baada ya kumuona katika Memkwa sasa wataanza kumheshimu. Na sio kwenye Memkwa tu. Alisa akafanya kazi tena nyingine na Uncle Zara kwenye series ya Uncle Zara inaitwa Ukweni. Kafanya na katisha. Kaua zaidi mno. Na hata ukiangalia katika Memkwa pia baada ya kufanya vizuri, baada alivyoenda Memkwa baada ya kufanya vizuri, Steve mwenyewe kwa mapenzi yake alimuongezea scene 2 zingine. Ukiangalia episode ya 14 Alisa katisha, ya 15 katisha, ya 16 katisha, na zote zina trend, na zote kaua. Ukiangalia ile Brother K kaua, ile ya Ndaro kaua, ile ya Madam Kidawa zote kaua.
Sasa hivi katoka kuachia kazi na Uncle Zara inaitwa Ukweni. Ni series inaendelea. Kwa hiyo shout out kwake pia Uncle Zara kwa uthubutu aliotupa. Nadhani mwenyewe kaona kazi tumefanya na Uncle Zara na kubali sana Alisa. Kwa hiyo jamani, naombeni sana support yenu kwa binti yangu. Msisite kutusaidia panapohitajika. Sawa Kama kuna sehemu unahisi panafaa Alisa kuwekwa akafanya kitu, sisi tupo, tunawakaribisha. Binti yangu yupo, atafanya vizuri na zaidi. Pia ukihitaji matangazo, binti yangu nataka kufanyia tangazo labda la kitu, chakula, mavazi, vyote tunavifanya. Sawa. Yes. Basi baba, tumemaliza. Ngoja tumalizie na Alisa naye. Alisa, una lipi la kuwaambia mashabiki zako ambao wanakufuatilia kupitia Dilunga TV? Nawapenda. Wacha we, waambie tena. Nawapenda. Unawapenda sana Sawa. Bwana, nilikuwa na Alisa Queen pamoja na baba yake mzazi. Tumepiga story 2-3, tumefahamu maisha ya Alisa, tumefahamu kazi ambazo baadaye atakuja kuzifanya Alisa, lakini kubwa kuliko, baba yake anasema anamuona mbali sana binti yake. Tukiwa kama Watanzania binadamu, basi inabidi tupeane sapoti ili mtoto wetu, mdogo wetu, kipenzi chetu Alisa aweze kufika mbali. Bwana, hii ni Dilunga TV, kipindi ni The Breakdown. Mimi naitwa Suleiman Dilunga. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Niwatakie ufuatiliaji mwema wa vipindi vijavyo. Only on Dilunga TV.